Makosa matatu yanayochelewesha ngozi kupona. Watu wengi wanalalamika ngozi haiponi, chunusi haziishi, madoa hayafifii, mafuta yanazidi. Lakini ukweli mchungu ni huu: tatizo sio ngozi yako, ni maamuzi unayofanya kila siku. Kosa la kwanza: kubadilisha bidhaa mara kwa mara. Hili ndilo kosa kubwa kuliko yote. Unatumia product wiki moja, haifanyi kazi, unabadilisha. Unaona mtu Instagram ametumia kitu, unakimbilia hapo. Ngozi haifanyi kwa kazi ya pressure yako. Inahitaji muda. Kubadilisha bidhaa kila mara kunachanganya ngozi, kuna vuruga skin barrier, na mwisho wake unaharibu zaidi kuliko unavyorekebisha. Kama una mpango, hata bidhaa nzuri haitakusaidia. Kosa la pili: kutumia mafuta bila kujua aina ya ngozi. Sikiliza hili kwa makini. Si kila mafuta yanafaa kwa kila mtu. Ngozi ya mafuta, ukipaka mafuta mazito unaziba pores. Ngozi ya chunusi ukipaka bila kuelewa unaongeza inflammation. Tatizo si mafuta mabaya. Tatizo ni kutumia bila uelewa. Skin care si kubahatisha, ni science plus utambuzi sahihi wa ngozi yako. Kosa la tatu: kudhani tatizo liko nje tu. Hili wengi hawataki kulisikia. Unapaka kila kitu, lakini ndani hakuna mabadiliko. Usingizi mbaya, maji hunywi, stress iko juu, lishe haina mpangilio. Ngozi ni kioo cha kinachoendelea ndani ya mwili wako. Ukirekebisha nje tu bila ndani, matokeo yatachelewa au hayataonekana kabisa. Mwisho, skin care sahihi si bahati, ni mfumo. Unahitaji uelewa, mpangilio na uvumilivu. Kabla ya kuuliza nitumie nini, jiulize: je, ninaelewa ngozi yangu au bado nachezea bahati nasibu? Kama unataka matokeo ya kweli, acha kubahatisha.